ugonjwa wa kisonono, ugonjwa wa chlamydia na ugonjwa wa mgeni. Haya ni magonjwa ya zinaa ambapo mwanamke au mwanaume atapata magonjwa haya kwa kufanya ngono zembe na mtu au mwenza ambaye ana vimelea au ana ugonjwa huu. Ugonjwa wa kisonono unasababishwa na kimelea anayeitwa Neisseria gonorrhea. Ugonjwa wa chlamydia unasababishwa na kimelea anayeitwa chlamydia kama jina linavyosemwa. Ugonjwa wa mgeni unasababishwa na kimelea anayeitwa Mycoplasma genitalium. Sasa magonjwa haya kisonono, mgeni, chlamydia ni katika magonjwa ambayo yapo sana, na hususani ugonjwa wa mgeni ni ugonjwa ambao unakuja kwa kasi sana. Sema watu bado hawajautambua, maabara bado hawapimi, na ugonjwa hautibiwi vizuri. Mtu mwenye maambukizi ya kisonono, chlamydia au mgeni huwa kuna dalili zake. Na dalili kwa upande wa wanawake, si rahisi sana mwanamke kupatwa na dalili za haya magonjwa. Mwanamke anaweza akachukua hata miezi mpaka miezi 6 au mwaka bila kujua kama ana kisonono, ana chlamydia au ana mgeni. Lakini mwanaume ambaye ameambukizwa kisonono, ameambukizwa chlamydia au mgeni atapata dalili ndani ya saa 24. Yaani kwa mfano kama amefanya mapenzi usiku wa leo, asubuhi yake ataweza kuamka tayari ana dalili, au kesho yake, yaani ndani ya wiki moja tayari atapata dalili, kwa sababu njia ya mkojo ya mwanaume ndio hiyo njia ya uzazi. Kwa hiyo badiliko lolote katika hiyo njia, mwanaume atapata dalili haraka sana. Lakini mwanamke, njia ya mkojo ni tofauti na njia ya uzazi ni tofauti, haviingiliani. Sasa mwanamke anaweza akawa na magonjwa haya ya zinaa kwa muda mrefu, na haya magonjwa ya zinaa kwa muda mrefu yanaweza kumpelekea athari katika uzazi, kwa sababu kama hayatatibiwa kwa muda mrefu yataweza kupanda na kwenda kwenye kizazi, kwenye mirija. Mwanamke anaweza akapata PID, anaweza akapata matatizo kwenye mirija inaweza ikaziba, na baadaye akaja kupata matatizo ya kupata mtoto, au akipata mimba zikatunga nje ya kizazi, kwa maana ya ectopic pregnancy. Ndugu zanguni, wanawake wengine wanakuja kugundua kama wana magonjwa baada ya mwanaume wake kuingia na kuumwa. Sasa napataka sana maswali kwamba unakuta mwanaume ameingia kwa mwanamke wake, mwanaume anaanza kupata dalili, anamwambia mwanamke wake tukapime, mwanamke anakataa. Mwanamke anasema mimi siumwi, sina shida yoyote. Ni kweli kwa sababu hana dalili yoyote, kwa hiyo atakataa kwamba anaumwa, na atagundua anaumwa mpaka akafanye kipimo, kwa sababu maradhi yapo ukeni, ndani kule kabisa ya uke, karibu na shingo ya kizazi. Kwa hiyo kama hutapima, hautajua kama una maambukizi ya kisonono, maambukizi ya chlamydia au maambukizi ya mgeni. Ndugu zangu, ukitaka kugundua kama una maambukizi ya kisonono, chlamydia au mgeni kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume akipata ugonjwa, kesho yake tu anaweza kupata dalili kama uume unawasha,
uume unauma, kupata mkereketo, maumivu wakati wa kukojoa, uume kutoa uchafu, kutoa usaha, uume unaanza kutoa kitu kama maziwa hivi. Sasa ukiona unatokwa na hizo dalili mwanaume baada ya kufanya mapenzi, maana yake hapo tayari umeshapata magonjwa ya zinaa, tayari una chlamydia, kisonono, una mgeni. Kwa hiyo kipimo cha kufanya hapo, utapimwa mkojo, utapimwa na huo uchafu, hayo majimaji, huo usaha unaotoa, ili tuweze kugundua ni kisonono, ni mgeni au ni chlamydia ndo anahusika na kukuletea dalili kama hizo. Kwa mwanamke ambaye ameanza kupata vidalili, miwasho, uchafu, ukeni au maumivu kwenye mapenzi, uke unawaka moto, kipimo cha kupima ni kipimo cha mkojo na kipimo cha kupima majimaji ya ukeni. Kipimo cha majimaji ya ukeni ndo kitatuambia kuna kisonono, kuna chlamydia au kuna mgeni au kuna nini ambacho kinaendelea kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Ndugu zanguni, wako wanawake na wanaume ambao wanaokotana huku mitaani baada ya kulewa, wanachukuana, wanakuja hospitali kufanya vipimo. Na wakija hapo utawasikia wanapima mkojo, wanapima na HIV. Baada ya hapo unaona wanacheka, wanafurahi kwamba hawana matatizo. Ndugu zanguni, huwezi ukapima magonjwa ya zinaa kwa mwanamke kwenye mkojo. Mkojo na uzazi ni njia mbili tofauti. Ukitaka ujue kama mwanamke ana kisonono, ana chlamydia, ana mgeni, ni lazima upime majimaji ya ukeni. Usipopima majimaji ya ukeni, basi unaweza ukapima mkojo utakuwa hauna shida. Na kama mkojo hauna shida, wewe utaingia kule ukeni ambako kuna magonjwa, pengine utapata hayo maradhi hata kama umeshapima vizuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, kipimo cha kuangalia kama kuna magonjwa ya zinaa kwa mwanamke, ni lazima mwanamke apime mkojo, apime na majimaji ya ukeni. Mwanaume lazima apime mkojo, apime na uchafu ambao unatoka kwenye uume. Haya magonjwa ya zinaa haya, chlamydia, mgeni na kisonono, haya magonjwa yasipotibiwa huwa yana madhara makubwa sana kwa mwanaume na kwa mwanamke. Kwa mwanamke madhara makubwa ni kuathiri uzazi, ni kupelekea mwanamke asiweze kupata mimba kwa sababu mirija inaziba, mirija inakuwa na makovu. Mwanamke anakuwa katika uhatari wa kupata mimba kutunga nje ya kizazi, kwa maana ya ectopic pregnancy. Ni mojawapo ya madhara makubwa sana ambayo mwanamke anaweza akayapata kwenye haya magonjwa ya zinaa, kisonono, mgeni na chlamydia ambayo hayatibiwa vizuri. Lakini pia mwanamke anaweza akapata matatizo kwenye ini, kwa sababu haya maambukizi yakishafika kwenye nyonga, kushapata PID, baadaye inaweza ikapelekea athari kwenye ini, na ini likapata matatizo, ini likapata magonjwa, likavimba, likawa halifanyi kazi vizuri, kama matokeo au madhara ya muda mrefu ya haya magonjwa ya zinaa kwa muda mrefu. Kwa mwanaume pia hajabaki salama. Mwanaume unapopatwa na magonjwa ya zinaa, kisonono, chlamydia na mgeni, hata kama haya magonjwa umeyatibu, kuna uwezekano mkubwa baada ya miaka 5 mpaka 10 ukapata makovu kwenye njia ya mkojo. Wanaume huwa kuna kitu tunakiita makovu kwenye njia ya mkojo, kwa maana ya stricture, urethral stricture. Sasa haya makovu ni matokeo ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Wako ambao wanapata kwa sababu zingine, lakini wale waliopata magonjwa ya zinaa, kisonono, chlamydia, mgeni, tunatarajia huko mbeleni wanaweza wakapata makovu kwenye njia ya mkojo. Na mwanaume ambaye ana makovu kwenye njia ya mkojo anaweza akapata matatizo ya kukojoa,
mkojo hautoki vizuri na kupata dalili za UTI za mara kwa mara. Kwa hiyo kama mwanaume ulishawahi kupatwa na kisonono, kupatwa na chlamydia au mgeni, na sasa unapata dalili za UTI za mara kwa mara za kujirudia, nenda kafanye vipimo, nenda kaangalie kama kuna makovu katika njia ya mkojo. Lakini pia haya magonjwa usipoyatibu vizuri pia yanaingia kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Tezi dume pia inashambuliwa. Kwa hiyo mwanaume ambaye magonjwa haya hayayatibiwa yataathiri pia uzazi wa mwanaume, kwa maana mbegu zitashambuliwa, mbegu zitapungua, korodani itakuwa haiwezi kufanya kazi vizuri inapopatwa na haya maambukizi. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo tunayaona ni ya kawaida, lakini yana madhara makubwa, yana matokeo makubwa sana kwa mwanamke na kwa mwanaume, hasa kwenye uzazi. Wako wanawake ambao hawapati tena watoto kwa sababu ya madhara ya magonjwa ya zinaa kwenye uzazi. Wako wanaume ambao hawapati tena watoto kwa sababu ya madhara ya magonjwa ya zinaa kwenye uzazi. Ndugu zanguni, jengeni desturi ya kujilinda, kukwepa haya magonjwa kwa kuwa mwaminifu kwa mpenzi wako, kuwa na mpenzi mmoja na kutumia kondomu pale inapobidi. Lakini pia kwa kuacha kufanya mapenzi, kwa sababu ukiacha kufanya mapenzi maana yake automatically hauwezi ukapata magonjwa ya zinaa. Lakini kitu kingine pia ambacho huku mtaani mnapotoshwa ni kwamba mnaambiwa ni UTI. Mtu ana magonjwa ya zinaa lakini anaambiwa ni UTI, njoo tibiwa na mwenza wako. Hakuna UTI ambayo inaambukiza. Ndugu zanguni, na hasa wataalamu pia wa afya, tuwe wa kweli kwa hawa watu. Tuwaambieni ukweli. Kama mtu ana kisonono, mwambie una kisonono. Kama mtu ana chlamydia, mwambie. Kama mtu ana mgeni, mwambie. Haya mambo ya kumwambia kila mtu ana UTI ili hali ana magonjwa ya zinaa ndio inapelekea sasa watu wanajua kwamba ni UTI, hawawazi kuhusu magonjwa ya zinaa, kumbe kuna kitu kingine kinachoendelea. Kwa hiyo ndugu zanguni, fanyeni hivyo, fanyeni vipimo sahihi, mtatibiwa, mtakaa vizuri, mtapona. Hakikisha haya magonjwa hauyapati. Lakini ukiyapata hakikisha unayatibu, kwa sababu madhara yake kwenye uzazi ni makubwa sana. Ni makubwa vibaya mno, na unaweza ukashangaa usiweze tena kupata mtoto kabisa kama madhara ya magonjwa haya ya zinaa, kisonono, mgeni au chlamydia.